So, leo tunaingia siku ya 3 ya maandamano. Maandamano ambayo yangeweza kuwa yamezuilika. Kwa sababu ni mienzi sasa. Wananchi tunaongea, tunawaambia, jamani Oktoba tutatoka. Tumeongea lakini ilikuwa tu ni vitisho, kutufuata DM, kututisha, tutawaua, sisi tutafanya nini, nyie mtapotea. Ilikuwa ni kutucheka, kupanda kwenye masteji yao na kutucheka. Hapo uzo mitandaoni hao. Sijui nini wa mitandaoni. Mimi personally mpaka nilikuwa ninatukanwa na Watanzania nikiwa nafanya zile video za kuwaomba Kikwete, Samia, kuwaomba kwamba guys tusikilizeni, tuko serious. Kuna video nilifanya nawaambia Samia na Kikwete, hao watu wanaandamana, machafuko yaenda kutokea 29. Ongeeni na sisi. Lakini wakaamua wao ni wababe, wanataka tu ubabe kwenye nchi. Sasa ubabe leo ndio umetufikisha hapa. Na mtu yote asigeti it twisted. Sijui kinachoendelea hapa sasa hivi ni kosa la nani, sijui nani alaumiwa. Don't get it twisted. Wakulaumiwa hapa ni watu wawili. Kikwete na Samia. Hizo mtu mbili. Hawa ndio wanafanya sasa hivi nchi iko kwenye machafuko. Na hawa watu wawili ndio wataji. Mpaka dakika hii hawa watu wawili wana uwezo wa kumaliza hili jambo sasa hivi. Wana uwezo wa kufanya Tanzania sasa hivi ikarudi ilivyokuwa siku 2 zilizopita. Hawa watu wawili wana uwezo sasa hivi. Kwa sababu the only thing cha kufanya wao ni Samia tu kusema hey, you know what, ngoja nichukue matrilioni yangu ambayo nimeshawaibia. Nikale zangu maisha sijui wapi huko Dubai, Oman na familia yangu. Haya, Watanzania mimi naacha, na wachieni. Ngoja niwapeni katiba mpya, rudi kwenye uchaguzi. Mimi naendelea na maisha yangu. Simple is that. Lakini haiwezekaniki. Sababu hawa ni watu ambao wameshajiaminisha wao ndo wana hati miliki ya nchi. Na sio kwamba tu kujiaminisha. Unajua siku zote, unajua kinachowafanya hawa kina Kikwete, Samia, na hawa wanamtandao wanashindwa kutoa haki kwa Tanzania leo. Kinachowafanya wanashindwa kutoa haki leo hawa ni kwa sababu hawa watu kina Samia, Kikwete, hawa wanamtandao, hawa watu ni wanyonyaji. Wameshazoea kuwanyonya Watanzania miaka yote, wanawanyonya. Kwa hiyo mnyonyaji siku zote hapendi kumpa haki yule anayemnyonya. Akishampa haki anamnyonyaji tena. Ndio hichi kinacholeta shida. Wanatupa haki sasa hivi afu watatunyonyaje tena? Watatuibiaje tena? Watauzaje tena rasilimali zetu wakishatupa katiba mpya? Tatizo ndio liko hapo. Ila ngojeni niwaambie kitu wa Tanzania. Mabadiliko yoyote ambayo yanaenda kuwa ni makubwa sana kama haya tunayoyatafuta ya katiba mpya na uchaguzi kurudiwa. Haya ni mabadiliko yaenda kubadilisha nchi. Mabadiliko ya hivi hayajagi kirahisi, hayajagi bure, huwa yana gharama kwa sababu ya wale wanyonyaji. Hapa Marekani tu. Na ndio vitu hapa Marekani. Hawa wa Marekani weusi hapa walipigania hizi civil rights. Walikuwa kwenye civil rights movement. Walikufa maelfu hapa. Mpaka wamekuja kupata ile sheria imepitishwa, ile Civil Rights Act ambayo sasa ndio ikamweka mtu mweusi almost kwenye level moja na mzungu. Yaani kwenye ile haki kuweka kwenye level moja. Mpaka wamekuja kuipata ile, ndugu zangu. Walikufa, walifungwa, nini? Kwa sababu hawa hapa weupe hapa walikuwa wanawanyonya. Sasa wakiwapa haki, wanawanyonyaje tena? Mtu umeshaenda umempa haki mpaka umelingana naye, unamnyonya vipi? Walikuwa wanataka wale wabaki hapa ili waendelee kuwatumia.
It's the same thing na sisi kwetu. Sasa hivi tunalipia gharama ya sisi yani nchi nzima kuwa kwenye same level. Kwamba sasa hivi tunachopigania ni nchi nzima kuwa kwenye level moja. Ni nchi nzima kuenjoy rasilimali za nchi. Tugawane. Kama nchi inapata shilingi 10, watu milioni 60 tugawane zile shilingi 10. Sasa hivi kinachofanyika ni kwamba nchi inapata shilingi 10, lakini watu milioni 60 tunapewa shilingi 1 tugawane. Watu milioni 60. Alafu zile shilingi 9 wanagawana watu 100. Sasa hawa watu 100 wanaogawana zile shilingi 9 sasa hivi ndio tunawaomba haki sasa. Hawa tunaowaomba, yani hawa wenye hizi shilingi 9 watu 100 ndio sasa hivi tunawaomba haki. Sasa wanaona tukiwapa inabidi na sisi tukagawane nao. Si bora tuwaue tuwafe ili tusigawane nao? Ndio tatizo liko hapa. Na sasa hivi Tanzania kama nchi tunachokipitia sasa hivi, tunalipa gharama ya vizazi vyetu kuja kupata haki, kuja kuikuta Tanzania yenye katiba mpya. Ndio tunachokipigania hapa. Lakini nafanya hii video nataka kuwaomba. Na rudi tena kwenye kwa magoti, sio kwa nini, kwa Samia, Kikwete na wenzenu. Tuoneeni huruma. Watanzania wanaumia. Wanaandamana kwa sababu imewabidi. Hakuna jinsi. Tulikuwa tumefika pabaya sana. Kucomment tu unafuatwa DM. Wewe unataka kufa, tutakuteka. Kucomment tu unatekwa. Kucomment. Rais anasema kifo. Tulikuwa tumefika pabaya. Tumefika sehemu hata hamjali tena kuhusu uchaguzi wa haki, ndugu yangu. Yani hamuogopi. Uchaguzi una mgombea mmoja. Tundu Lissu yuko jela, kasui nini. Yani tulishafika pabaya, ilibidi tueni watu watoke tupambane, ndugu yangu. La sivyo tusingetoka tukapambana, sijui mngeenda kutufanya nini. Na hata sasa hivi ndugu zangu, ndio bana nawaambia msirudi nyuma. Hata sasa hivi tukirudi nyuma, Samia akajipitisha hapo akashinda, ndugu zangu. Sisi tutaenda kuishije? Ndio maana nawaambia hakuna kurudi nyuma. Tumefika point of no return. Wataamua wao tufanye nini nchi nzima. Wataamua wao. And last but not least, naiomba international community ipigie kelele. Nataka niwaambie kwamba mnaenda kushinda. Kwanza mpaka hapa mmeshashinda. Mnashinda, mtashinda. Na tukishashinda, ndugu zangu, tunaenda kuibadilisha hii nchi. Tutashinda. Na nchi yenu mtaipata nchi yenu. Ila msigive up, msikate tamaa. Tumeshapoteza ndugu zetu. Tuhakikishe ndugu zetu tuliowapoteza walipotea for something, kwamba hatukuwa let down. Tukigive up sasa hivi tumewa let down wale ndugu zetu tuliowapoteza. Tusiwaangushe. Tutashinda.